الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا رسول الله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبابي في الله، يقول الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اعلموا بارك الله فيكم أن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من البدع والضلال والنار. الله يقول في كتابه الكريم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. تقزانك كإيمان، أول شيء أستأنف به أوصيكم بتقوى الله عز وجل. kwanza ndugu zangu katika imani, nakuhusieni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. فالفائز عنده من اتقاه، مصداق ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء، وقوله جل وعلا في سورة النبأ: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Ndugu zangu katika imani, kwanza nakuhusieni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyotuhusia Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Nisa: walillahi ma fis samawati wa ma fil ard walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kwa hakika tumewahusia wale waliopewa kitabu kabla yenu na nyinyi ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala bifili ma amarahu Allah tabaraka wa ta'ala, kwa kuyafanya yale yote ambayo katuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala biqadri istita', kwa uwezo wa mwanadamu atakaojaliwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ala kulli muslimin wa muslima, ni kwa kila muislamu wa kiume na muislamu wa kike, ala yaqin, kwa yaqini kabisa anatambua ya kwamba hivi sasa tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, shahrul khairat inda Allah tabaraka wa ta'ala, mwezi wa khairi nyingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. imma ma aradtu an natahaddatha ma'akum al'an fi jum'atina al-mubarak fi Ramadan. Amma mada yangu hivi sasa, ndugu zangu katika imani, katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, nitazungumzia atanafusu ala alkhair, waislamu au wanadamu kushindana katika mambo ya khair. Ndugu zangu katika imani, likulli shay fi hadhihi dunya tanafusan, kila jambo ambalo lipo hapa duniani lina mashindano, tunaishi nayo hapa duniani. Tukiingia katika mali, kuna watu wanashindana katika mali. Tukiingia huko akhera, kuna watu wanashindana kunako akhera.
tuba limuslimin tanafasa lillahi wa lil-akhirah. Pongezi kubwa kwa Muislamu ambaye atakayeshindana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, akashindana kwa ajili ya mambo ya khair. Faqad rawa al-Imam al-Bukhari rahimahullah fi kitabihi Sahih al-Bukhari hadithan rawahu Abi Ubaidah ibn Jarrah radiyallahu anhu. Nabii wetu Muhammad alayhi salatu wassalam alipopata ushindi ardhini, ulipotawala Uislamu, wale ambao walikuwa si Waislamu walikuwa wanaishi katika miji ya Kiislamu kwa makubaliano maalum kwa kiongozi wa Uislamu ambaye nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa makubaliano yao ili waishi katika miji ya Kiislamu walikuwa wanalipa jizya. Tafsiri ya hivi sasa ya dunia yetu, jizya ni kodi ambayo mtu analipa ili apate kuishi katika ardhi ambayo si Muislamu, hali ya kuwa katika ardhi ambayo ni ya Waislamu, hali ya kuwa yeye si Muislamu. Wala ambao walikuwa ni Manasara, ambao walikuwa ni Wakristo na wengineo ambao hawakumwamini nabii wetu Muhammad alayhi salatu wassalam. Yawm min al-ayyam nabiyuna al-karim alayhi salam, ulipofika muda wa kulipa kodi, alimtuma nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam Abu Ubaidah ibn Jarrah aende katika mji wa Bahrain akakusanya jizya ya Waislamu ambayo inatoka kwa wasiokuwa Waislamu ili waweze kuishi katika miji ya Kiislamu. Alipofika Abu Ubaidah katika mji wa Bahrain, akafanya amri nabii wetu Muhammad alayhi salatu wasalam, akakusanya mali nyingi sana. Baada ya kumaliza kazi yake, akarejea katika mji wa Madina, katika Masjidun Nabawi wa nabii wetu Muhammad alayhi salatu wasalam. Alipofika katika mji wa Madina, alifika muda wa alfajri, watu wanaenda kuswali swala ya alfajri. Habari zikasambaa mitaani ya kwamba Abu Ubaidah ibn Jarrah katoka Bahrain, kaja na mali nyingi sana za jizya za kodi kutoka katika mji wa Bahrain, kazileta kwa nabii wetu Muhammad alayhi salatu wassalam. Alipofika mji wa Madina, swala alfajiri, Waislamu wakajikusanya msikitini, akaswalisha nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam salatu alfajr. Baada ya swala, nabii wetu Muhammad haraka sana akaondoka msikitini, na ilikuwa kawaida nabii wetu Muhammad baada ya swala kutoka msikitini. Lakini siku hiyo baada ya swala akatoka msikitini, akawa anaelekea nyumbani kwake. Masahaba kwa kuwa ni kawaida yao, zikija mali za jizya ni faida kwao kama Waislamu, nabii wetu Muhammad zilikuwa zikifika anasigawa kwa Waislamu. Sasa wakamfuata nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanataka mali alizokuja nazo nani? Abu Ubaidah kutoka katika mji wa Bahrain. Mala tu nabii wetu Muhammad anatembea anaenda kwake, i'tarawat alayhi sahaba, mala wakamzingira masahaba. Walipomzingira nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nabii wetu Muhammad akatambua hawa kilichowaleta kwangu ni mali. Fatabassama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nabii wetu Muhammad akawaangalia masahaba zake kwa uso wa bashasha, kwa furaha, akasema adhunnukum sami'tum biqudumi Abi Ubaidah ibn Jarrah, nadhani mmesikia ya kwamba kashafika Abu Ubaidah kutoka Bahrain. Wakasema ajal, bala ya Rasulullah, kweli mtume wa Allah unataka mali? Kweli tumesikia kaja Abu Ubaidah kutoka katika mji wa Bahrain. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam abshiru wa amiru ma yasurrukum fawallahi lal faqra akhsha alaykum walakinni akhsha an tubsata alaykum ad-dunya
kama busitat ala man kana qablakum. Akawaambia nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, enyi masahaba zangu, lan faqra akhsha alaykum, si kwamba mimi nabii wenu ninachelea mtakuja kuwa mafakiri katika maisha yenu, walakini akhsha an tubsata alaykum ad-dunya, ninachelea ipo siku enyi ummati Muhammad, enyi masahaba zangu, itakuja kukunjuliwa kwenu nyinyi dunia kama ilivyokunjuliwa kwa wale waliopita kabla yenu, kama busitat ala man kana qablakum fatatanafasuha kama tanafasuha. Alafu sasa muanze kuishindania dunia kama walivyoishindania wale waliokuwa kabla yenu. Fatuhlikakum kama ahlakathum, alafu hiyo dunia iwaangamize kama ilivyoangamiza wale waliokuwa kabla yenu. Ndugu zangu katika imani, katika haya maneno ya nabii wetu Muhammad alayhi salatu wassalam kuna mazingatio makubwa sana kwa Muislamu. Ma atamasha bihi al-an hina qala nabiyuna al-karim fatatanafasuha kama tanafasuha. Ama mahali pa ushahidi ambapo ninapakusudia ni pale aliposema nabii wetu Muhammad, na mkaishindania dunia kama walivyoshindania wale waliokuwa kabla yenu, alafu matokeo yake ikawaangamiza kama ilivyoangamiza wale ambao walishindania kabla ya ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam, sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Bila shaka kabisa ndugu zangu katika imani, kasema kweli nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwanadamu akizifuma, cha kwanza anamwangalia ni nani anajiweza pale mtaani ili awe zidi yake. Wala yumkin an nakuna haram, hatuwezi kusema ni haram, walakin muhliku, lakini ni jambo lenye kuangamiza kwa Muislamu. Ala almuslimi al-aqil alla yatamathala bi hadhihi sifat, kwa Muislamu mwenye akili timamu si mwenye kujipamba na hizi sifa za watu ambao hasili ni za wasiokuwa Waislamu. Masahaba wa nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam walipomsikiliza nabii wetu Muhammad huku wakifuata mali, walichukua walichokipata, walakini walifaidika mauidha, wakatambua ya kwamba mashindano ya kweli kwa Muislamu, atanafus alhaqiqi, atanafus ala alkhair, mashindano mazuri kwa Muislamu ni Waislamu kushindana katika khair. Abu Dharr al-Ghifari rahimahullah يقول فيما رواه الإمام مسلم والإمام النووي رحمه الله، يقول الإمام النووي أنا سمع katika kitabu chake 40 an-Nawawiyya، يوم من الأيام أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، hakika kundi la watu katika masahaba nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam walienda kwa nabii wetu Muhammad wakiwa na huzuni mkubwa, wanashtakia kumwambia nabii wetu Muhammad, ya Rasulullah, dhahaba ahlu dhuthuri bil ujur, ewe nabii wetu Muhammad, wamepiga hatua kubwa wale wenye mali matajiri, wamepiga hatua kubwa katika ujra, wa nafasi kubwa katika dini, wametangulia zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii wetu Muhammad akawa anawashangaa, kwa nini wanakuja wanasema dhahaba ahlu dhuthuri bil ujur, wameenda watu wenye mali, watu wenye fadla, walioneemeka na Allah subhanahu wa ta'ala, wamepiga hatua kubwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akawa anahitaji afahamishwe zaidi, kaifa dhahaba ahlu dhuthuri bil ujur, ni vipi wamepiga hatua watu wenye mali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakaanza kujielezea masahaba nabii wetu Muhammad, yusallun kama nusalli ya Rasulullah, wao wanaswali kama sisi tunavyoswali masakini, sisi maskini tukiswali na wao wanaswali, bimaana ikiwa tunapata ujira wa swala na wao wanapata ujira wa swala. Wakaendelea
wayasumun kama nasum, na wanafunga saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kama sisi maskini tunavyofunga, bimaana kama wanapata ujira wa saumu kama tunapata ujira wa saumu, na wao wanapata ujira wa saumu, kwa tuko sawa katika ajira. Wakaendelea wakasema sasa, wayatasaddaquna bifuduli amwalihim, kikubwa zaidi wanatoa sadaka kwa kile kilichozidi katika mali zao. Sisi masakini hatutoi chochote katika mali, sisi ni masakini fi dunya, sisi hatumiliki chochote hapa duniani. Walihadha dhahaba ahlul dufuri bil ujur, kwa sababu hii basi wamepiga hatua kubwa watu wenye mali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii wetu Muhammad akajua hapa masahaba kweli ni uqala, hapa akili imewaingia katika vifua vyao, wameshatambua ni kipi inasimamia dini yao na ni ipi manzili ya kujitolea katika mali zao. Nabii wetu Muhammad akaona awape pumbazo kwa kuwa na masahaba zake wasijione wamenyimwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Nabii sallallahu alayhi wasallam, awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bih, hivi nikuhabarisheni, hivi amtambui Allah subhanahu wa ta'ala kashakuwekeni badala ambao mkiufanya ujira wenu itakuwa ni kama mtu aliyotoa sadaka. Wakakaa chini wakasema, bala ya Rasulullah, tuhabarishe Nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwambia Nabii wetu Muhammad, fa inna kulla takbiratin sadaqa wa kulla tahmidatin sadaqa wa kulla tasbihatin sadaqa. Akamwambia Nabii wetu Muhammad, tambueni masahaba zangu, hakika tasbih kusema subhanallah kwa Muislamu ni sadaka. Kwa semeni subhanallah, mtakuwa sawa na watu ambao ni ahlul dukhur, wala ambao wana mali wanajitolea katika mali zao. Mkimaliza kusema subhanallah, semeni Allahu akbar. Mkimaliza semeni alhamdulillah. Aliwaambia mambo mengi, akasema wa fi budhi ahadikum sadaqa wa fi amri bil ma'ruf sadaqa, hata kuamrisha mambo mema ni sadaka, mnaandikiwa ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wa mtu aliyetoa sadaka. Nabii wetu Muhammad alikuwa kashawafundisha kwamba baada ya sala semeni subhanallah 33 mara 33, semeni Allahu akbar mara 33, semeni tena alhamdulillah mara 33 baada ya sala. Wakaanza kuifanyia kazi. Baada ya sala wanaanza subhanallah, aondoke msikitini. Baada ya swala ilikuwa mtume kashawaambia, fa idha qudiyatis salati ya alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillah. Akwambia fa idha qudiyatis salat fantashiru fil ardh, ikimalizika swala sambeeni ardhini, fabtahu min fadlillah, tafuteni katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa baada ya swala tu walikuwa masahaba wanatawanyika, wanatoka msikitini. Lakini sasa wale masakini walipopata elimu kutoka kwa Nabii wetu Muhammad, baada ya swala kaanza tasbih, wanamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala, wanasema Allahu akbar alhamdulillah. Wakawa wanachelewa msikitini kwa kazi kama hiyo. Wala ambao ni mataji hawana faida kama hiyo, hawatambui ya kwamba hawa wana bishara kutoka kwa Nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenyewe baada ya swala khalas fantashiru fil ardh, wanasambaa ardhini. Sasa tajiri mmoja akampata maskini mmoja, akamwambia, hivi tunakuoneni baada ya swala mnachelewa, mnafanya nini? Kaanza kujitekateka pale, hamna kitu, mnafanya nini? Kwa nini mnachelewa baada ya swala? Huenda mnabishana kwa Nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaona atokoe siri, akawachoma wenzake, akasema Nabii wetu Muhammad kasema, ukifanya hivi ujira wako ni kama wa sadaka. Ukifanya subhanallah, ujira wako ambao umejitolea katika mali yako. Masahaba wala ambao wana mali, wakina Abubakar, wakina Uthman na wengineo, baada ya swala nao wakaanza subhanallah, hawatoki msikitini, wanamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wale masakini wakashangaa, hao wamejuaje khairi yetu? Kwa nini na huku wanatufata? Wakamfuata Nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakasema, ya Rasulullah, ulichotwambia na wao wanafanya, wanamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala kama sisi, ala maana tupe kingine na sisi tukafanya.
ili mradi tuwe sawa na wao katika ujra. Akasema nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Tambueni enyi masahaba zangu, hizo ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Acheni wenye mali kwa kuacheni, nyinyi rizikeni na alichokupeni Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hizo ni fadhila za Allah, anampa amtakaye katika waja wake. Wakakaa chini wakarizika, wakajua ala, kumbe kupewa mali ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin hawakurizika, wanafanya tarafus, wanashindana katika mambo ya kheri, ni nani awe bora zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha as-sahaba, hivi ndivyo walivyomfahamu masahaba ndugu zangu katika imani, alipowaambia ya kwamba kuna watu wataishindania dunia kama walivyoshindania wale waliokuwa kabla yenu, na matokeo yake itawaangamiza, kwa sababu wale waliokuwa kabla yenu waliangamizwa kwa kushindana kwao, wakawa wanajitahidi, wanafanya bidii kushindana katika kheri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Talha al-Ansari radhiyallahu anhu, Abu Talha al-Ansari حينما نودي الجهاد بفتح القسطنطينية، Abu Talha al-Ansari sahaba nabii wetu Muhammad aliishi umri mrefu kadhaa. Sasa iliponadiwa jihad watu wakapambana kwa ajili ya dini, Abu Talha al-Ansari alikuwa ana umri mrefu, kwa kuwa alikuwa anajua fadhila za kupambania dini. Alipewa umri mrefu na Allah subhanahu wa ta'ala, akafikiwa na bahati ya kunadiwa vita ambavyo alikuwa kashavipa bishara Nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vita vya Fathu al-Qustuntinia ni mji ambao alikuwa kashabashira Nabii wetu Muhammad, akasema ule mji ipo siku utafunguliwa, la tutahanna Qustuntinia, itafikia zama ule mji ambao wamejaa makafiri wataumiliki Waislamu. Akasema nabii wetu Muhammad, fala ni'mal amiruha, ambaye atakuwa ni kiongozi wa lile jeshi ambalo litaenda kunusuru ule mji, atakuwa ni kiongozi bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Abu Talha al-Ansari alikuwa anayakumbuka haya maneno nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaumu min al-ayyam, umri ulivyoenda, masahaba baadhi yao wakatangulia, zikafikiwa zama Waislamu wakajikusanya, wanataka wakufungue na ule mji ambao walikuwa wamejaa watu ambao ni makafiri. Abu Talha al-Ansari anawaambia wanaye, nileteni nguo zangu za vitani na mimi nikaipambanie dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kikongwe, mtu mzee katika umri wake. Watoto wakashangaa, ya abana afa bi umrika hadha, hivi na umri wako huu unataka ukapambanie dini kama si kujiangamiza ni nini wewe mzee wewe? Akawaambia, hebu nileteni nguo zangu, fanyeni kama nilivyoamrisha. Akasema, ya abana fa nahnu nukfika dhalik fa inna Allah qad a'dhara, sisi tutakutosheleza, tutapambana kwa ajili yako, ewe Allah kashakupa udhuru, wewe una umri mrefu, kaa chini usubirie sisi tukapambane kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, amma ana ma ajidu liya udhuran min Allah, ama mimi baba yenu sioni udhuru kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad qala Allah, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Allah anasema infiru khifafan, tokeni kwa ajili ya kupigania dini ya Allah, khifafan wa thiqalan, katika hali ya khifa, hali ya wepesi na hali ya uzito. Akasema mimi nitatoka kwa hali hii ya uzito nikaipambanie dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baba na watoto wake wanapambana ili wakainusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa aina nahnu kal muslimun, vipi sisi kama Waislamu ambao natasamau anfusana bi ahli sunna, ambao tunajiita ya kwamba sisi ni watu wa sunna, tunazifuata sunna za nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala fahmi salafi salih, ala fahmi salafi al-umma, juu ya ufahamu wa wema waliotangulia ambao ni masahaba wa nabii wetu Muhammad sallallahu
sallallahu alayhi wasallam. Wa hakadha sahaba, na hivi masahaba ndivyo walivyofahamu maneno ya nabii wetu Muhammad. Fa aina nahnu kal muslimun? Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa huwa al-barrul karim. Fa ya fawza lil mustaghfirin wa ya raja'a at-ta'ibin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Wazangu katika imani, sisi kama Waislamu ummati Muhammad walillahi alhamdu, nahnu ka ahli sunna, sisi kama watu wa sunna wa ghayru min almuslimin, tupo katika mwezi wa kheri, mwezi ambao umepata sharaf mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, mwezi ambao kasema nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kwamba mtu akifanya kheri inalipwa maradufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Waislamu ambao wanatambua fadhila za dini yao na nafasi ya dini yao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kuwa tumeshapata neema ya Uislamu, tumepata neema ya akili, tunachoambiwa kinakaa akilini, basi nafasi ya kupambania dini yetu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni nafasi ya kushindana Waislamu kwa ajili ya akhira, kushindana katika kheri. Ni muda wa kuangalia ni nani mwenzako anakuzidi katika kheri, umfikie. Ni nani anaswali sana ibada na wewe uswali uwe kama yeye? Ni nani anasoma sana Qur'an na wewe uisome Qur'an? Ni nani anatoa sana katika mali yake na wewe utoe katika mali zako? Na si kufikiria mambo mengine ambayo hayaendani na Muislamu ambaye ni ahli sunnati wal jamaa, ambaye anazifuata sunna za nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tusighafilike na akhira, ipo siku tarejea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, man kana yuridu al hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha. Atahadharisha Allah subhanahu wa ta'ala atakayekuwa anapenda maisha ya duniani, akiambiwa akhira hakuna anachofikiria wala hakuna moyo wake wala aushutuki katika dini yake. Yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha, yeye anachokipenda ni maisha ya duniani pamoja na mapambo yake. Akiwa maskini basi anaona kachapoteza katika maisha yake. Nuwaffi ilayhim a'malahum fiha, Allah anasema nuwaffi ilayhim a'malahum fiha, matendo yao, juhudi zao zote wanazozifanya kuzielekeza duniani. Wamfia la yubkhasun, na wao hapo duniani hawatopunjwa, watakunjuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, watahadhari mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hawana chochote isipokuwa ni moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa habita ma sana'u fiha, na vimebatilika vyote walivyofanya duniani. Hata kama umefanya khairi nyingi, madam malengo yako ni maisha ya duniani, mbele ya Allah habita ma sana'ta fi hadhihi dunya, yote uliyoyafanya hapa duniani yanabatilika kwa ubovu wa nia yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun, na ni batili yote ambayo walikuwa wakiyafanya hapo duniani. Sisi kama Waislamu tumeshapata fursa, neema ya kujaliwa tuko Waislamu, tukapata neema nyingine, tumedilikiwa na mwezi wa kheri, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Basi kila mwanadamu ajutie, yani awe na jitihada, asije akapata hasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi utajisikiaje wewe kama Muislamu umeswali swala, mfano swala ya usiku, swala ya tarawih, swala ndefu,
alafu unafika mbele ya Allah unaambiwa huna chochote ulichokifanya. Utajihisi vipi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Unataabika, unaamka usiku, unakuja kuswali salatu al-fajr, baridi kali, muda mwingine udhu, unaanza kuoga maji ya baridi, afu nenda mbele ya Allah unaambiwa malaka fi hadhi alhayat alakhirah illa an-nar. Huna chochote mbele ya Allah isipokuwa unaambulia moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasara iliyoje kwa Muislamu! Utajihisi vipi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hii fursa ya uhai tunayo, turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala bil yaqin. Anarejea kwa Allah haka, Allah anampokea na hatupoteza yale ambayo tumeyatenda. Allahu azama qadra jai Muhammad wa nalahum qawlan ladayhi azima fi muhkami tanzili qal li khalqihi sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.